kuna maswali yamejaa kwa mitandao. Na hata sisi watu wanatuuliza hii cancer ni gani? And what really happened? Na Betty amekuwa mzima miaka yote. In fact Betty hana historia ya ugonjwa. Hana watu waseme tulikuwa tumeficha. Unaficha nini? Betty hata juzi tulikuwa tunacheka tu. She was okay. But the type of the cancer that attacked, tunataka tuambiwe leo na dakika 3. Si ni sawa sawa? Ili labda ukipata signs and symptoms, usimtajua what to do. We will not be ignorant people. Daktari, nikikupatia dakika 3, mpigieni makofi. Wakati tulikuwa tumekosa damu, tukiwa kwa sababu we are not talking about blood platelets. Sasa hiyo ni lugha nyingine. Huyu alitusaidia within few minutes. Tukapata 9 pints kutoka kwa blood bank. As a private doctor from Elspire. Karibu sana daktari. 3 itakutosha. Asante. Asante sana. 3 ni nyingi sana. My name is Dr. Nderito Wangui. I'm the CEO Universal Trends Medical and Diagnostic Center, tuko Kaunda Street, Jubilee Exchange, first floor of it. I also happen to be the chairman, Marafiki FC, iko kule Nyeri, but we are here for a different purpose. Now, nitaelezea a very simple story of how we got ourselves here, if Shiro taniruhusu, and how much we tried mpaka penye tulifika. I received a call very early in the morning from Garuya, and he told me he needed a blood appeal. Na akaniambia wako na Shiro, na tukaongea na Shiro, and we needed initially 3 pints only, hatuko nahitaji nyingi, of platelets. At this point we didn't have a diagnosis, and I want to be very honest, we didn't have a diagnosis. Why? Because AML is a disease that by the time inakupatia the first symptom, ambayo acute myeloid leukemia, ambayo ni kansa ya damu, wakati inakupatia first symptom, inakuanga ni hiyo uchovu, kuumwa na kichwa, na inamaanisha kiwango ya damu imeenda chini. Lakini hiyo wakati imeenda chini, inamaanisha nao tushapita stage 1, tushapita stage 2, tushapita stage 3, tuko end stage. So, tuko point of bone marrow failure. And when we did the first transfusion, I called Garuya in the evening, na akaniambia mambo iko sawa, na hatukuwa mbaya. We were doing well, and even Betty was discharged, because we didn't have a diagnosis. At night, she got worse. When she got worse, she was admitted in the nearest facility, which was AAR. Na nitawaomba sana, wale madaktari wa AAR walijaribu wawezavyo. And they feel so bad. Hata wananiuliza, Nderito ulikuja ukatuambia tusaidiane hapa, na sasa social media imejaa sisi, inakaa mbaya. But they did their best. When we got there, the first question tuliulizana, damu inaenda wapi? Elder Kigoto anaweza kuambia tuliketi na kalamu na karatasi, tukaanza kuulizana, before we even approach this any further, why are we here? Tukaangalia all possibilities, na ndio tukasema damu tutapata, and blood bank ikatuashua we shall get at least 9 kinds of platelets. Kutengeneza 1 dose of platelet for wale tulikuwa nayo inahitaji 6 liters of blood. 6 liters of blood ni yenye mtu mmoja amebeba. So tukafika point ambayo hatungeweza hata kusustain na blood bank. Ikabaki tunaleta donors, unatolewa damu pande, inaoshwa na machine, tunaweka kwa Betty. Ndio at least now we save, because mwenye ako high bone marrow ina produce, sio? So tukaendelea hivyo, and we agreed with the doctors that tuangalie why are we not losing these platelets at this rate. So the first test we do is a peripheral blood film, what we call PBF. It's a complicated test. Kwa hivyo tutapata majibu lini? Asubuhi. At 3 AM I was called by the hospital. Kaniambia daktari, mambo imebadilika, and we are dealing with AML, acute myeloid leukemia. And wakati tulijipata in that situation, that means that no matter how much platelets we put, the bone marrow is not producing. Now if it produces the little, the body has already entered autoimmune situation. Kwa hivyo mwili imeanza kujipiga, sasa mwili inajikula. So how do we stop this process? To stop this process was we induce chemotherapy.
Unfortunately, at AAR, we could not induce chemotherapy because there are procedures and structures to it. The only place we could induce chemotherapy was KUTRH and Kenyatta National Hospital. And I want to say, ile wakati tunapigananga na hospitali za serikali, it is time we learn that there is no place una excellent care than government hospitals. There is no individual who can afford the level of doctors, the level of professionalism, and the level of services that government can afford. And we sat and discussed that our best option is Kenyatta. Why? Kenyatta is the gatepass of East and Central Africa in terms of healthcare. Sindio? Kama tunataka profesa wa hematology, ni Kenyatta. Kama tunataka profesa wa hemato-onco, ni Kenyatta. Sindio? Na hatutasema, and we agreed, hatusemi tunatafuta daktari so and so. Tulisema mgonjwa ni wa hospitali ya serikali. So that we can be able to get care kutoka kwa kila mtu. Sababu the moment tumeweka ni wa Dr. Nderito atakojewa labda kwa hospitali nyingine, si ndio? So tukapatia na mgonjwa kwa hospitali and ili receive vizuri sana. And I want to thank the political class kuanzia Honorable Wamumbi ambao walikuja waka make sure that the process of transition and getting beds, sababu nayo si rahisi. Kenyatta is dependent. The 65 million Kenyan, sababu sasa tuko 65 million, are almost all dependent on Kenyatta. It is our center of excellence. Na si Kenyans pekee, hata our neighbors Uganda, our neighbors Tanzania, we saw Magufuli said leto, our neighbors Ethiopia. So this is where we are depending on all of us. Sindio? So tukapata kitanda na tukakuwa admitted. After we got admitted, unfortunately, tumesema tulikuwa tumeenda kufanya nini kuinduce chemo. We could not induce chemotherapy. Immunity had gone too low. If we induce chemotherapy now, we will be actually worsening the situation. So we were entering in a stage of isolation so that we boost immunity. Hatukuweza kufika to where we wanted kufika. But as a medical professional, naweza sema, we did our best. But the word of God haiwezi ulizwa swali. It is his time that came. And thank you very much. The only other thing, na hii ni ya mwisho, watu wetu, ni tuetikire igudhimu omwaka. Yes, let's do routine annual screening. Routine annual screening. For AML, we may not see, but on a full hemogram, tutaona vitu zimebadilika. Platelets will be able to go further investigation. So ya kwanza, ni tuetikire igudhimu omwaka. Mirogeni wera tutirogeta na irofi utogezi mana. Haya, kutoka hapo. Ya pili, na najua serikali inawaambia kila siku. Watu wetu, *147# so that we can all access care. Number 2, ya mwisho. Ya number 3 ni ya mwisho na ya dakika 3. In Kenya, emergency services, sababu ndio maneno iko social media, emergency services are free. Offered by government, private, or any facility as long as it is within the boundaries of this country. And it shall be given to everyone, regardless of the level of facility. But critical care is different from emergency care. Whatever we were dealing with was critical care, not emergency care. Shiro, you are witness, emergency care was given as provided. Asanteni sana. Makofi kwa daktari. Now, mimi na Ben na Elda Kigomo na Karango tumeondoka kwenye kuelezea what is AML, kwa sababu hata wengine tulikuwa tuna guess, na pia sisi imetupeleka kwa Google so that we see what it is. Daktari, asante sana. I wish we would have these sessions now and then, or even allow these doctors to come where we are, even in churches, and ask and answer questions. So daktari, sisi kama wasanii nafikiri tutatengeneza a forum. Tukae chini, tufundishwe, tuulize maswali na tutibiwe. Sana sana evangelist anasema sana sana waokofu, because we walk by faith, tuna ignore some of other things. Asante daktari.